waliweza kuachana nayo. Bwana, leo watu wengi wamekataa ukweli wa Kristo. Wacha tuombe. Baba na Mungu Mwenyezi, tunashukuru sana kwa uwepo wako. Ni asante, umekuwa nasi na unazidi kutulinda, na watu hawa ni wako wanaoisikiza injili yako. Hebu kanene nasi tunapoanza mpaka tamati, kwa Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Haya, kwa hivyo leo nataka tuangalie mambo ambayo yanasumbua watu tena sana. Watu wanasumbuliwa na mambo mengi, haswa kuelewa Biblia. Watu wengi wanachanganyikiwa sana. Leo watu wengi hawaielewi Biblia, na ndio maana nataka niguze baadhi ya vitu ambazo Yesu alisema tusipofanya hatutaona uzima wa milele. Ya kwanza ni ubatizo. Yesu alisema usipozaliwa mara ya pili hauwezi ukaiona ama ukaona ufalme wake Mwenyezi Mungu. Hebu tuanze na kitabu ni cha Yohana 3. Yohana 3 mstari wake ni wa kwanza. Yohana 3 mstari wa kwanza, Biblia takatifu inasema, ndio, basi palikuwa na mtu mmoja jina lake Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Kulikuwa na jamaa mmoja aliitwa Nikodemo, twende, mkuu wa Wayahudi. Soma. Huyo alimjia usiku, akamjia Yesu usiku, akamwambia, nini? Rabi, ndio, twajua ya kuwa umwalimu. Tunajua wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu. Wewe ni mwalimu na umetoka kwa Mungu. Susome. Kwa maana ndio, hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe. Nikodemo alielewa, na alipomwangalia Kristo alijua kwamba Yesu ametoka kwa Mungu, na hakuna mtu ambaye anaweza kuzifanya ishara ambazo Kristo aliweza kuzifanya. Maandiko yanaendelea kusema nini? Maandiko yanaendelea kusema, ndio, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Twende. Yesu akajibu. Yesu akamjibu Nikodemo, akamwambia, nini? Amini, amini, ndio, na kuambia, nini? Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo sasa anaambiwa na Yesu ya kwamba usipozaliwa mara ya pili hauwezi ukauona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kuzaliwa mara ya pili ni lazima, maana watu wanapozaliwa mara ya pili wanaona ufalme wa Mungu. Nikodemo hakuelewa, akauliza swali nyingine. Maandiko yanasema nini? Yes, Nikodemo aliendelea kusema, kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Ndio. Na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Twende. Ustaajabu kwa kuwa nilikuambia. Usistaajabu kwa sababu nilikuambia. Hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Yesu anamwambia Nikodemo, usistaajabu na kuambia ya kwamba hamna budi ya kuzaliwa mara ya pili. Inaendelea kusema nini? Upepo huvuma upendako, ndio, na sauti yake waisikia. Hebu twende, aya yake ni ya 5. Aya ni ya 5. Inasema Yesu akajibu. Amini, amini, na kuambia, nini? Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ni swali. Nikodemo anaambiwa na Kristo ya kwamba usipozaliwa kwa maji na kwa roho hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ubatizo ya kwanza, watu wanabatizwa kwa maji halafu kwa roho. Kuna watu walibatizwa kwa maji lakini hawakuwa na roho, ilibidi wabatizwe tena. Matendo ya Mitume 19
aya yake ni ya kwanza. Kitabu ni Matendo 19 mstari wake wa kwanza. Biblia inasema, ndio, ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya Wayahudi. Ndio. Inaendelea kusema nini? Kati ya nchi za juu akafika Efeso. Akafika Efeso, twende. Akakutana na wanafunzi kadhaa wa kadha. Akawauliza nini? Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Twende. Wakamjibu la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hata kusikia ati Roho Mtakatifu anakuaga hatukusikia. Twende. Akawauliza, basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakaanza kuulizwa, nyinyi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, ndio, kwa ubatizo wa Yohana. Wakamwambia ya kwamba sisi tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Tunataka kuangalia ubatizo wa Yohana ulikuwa gani? Maana hawa wamebatizwa, lakini ubatizo yao waliingizwa kwa maji na hawakuwa na Roho. Kwa hivyo kuna ubatizo ambaye Yesu anazungumzia ndio watu wabatizwe. Ya kwanza sharti waingie kwa maji, halafu wapate Roho. Yani hizo mbili zinaendana. Hauwezi batizwa na hujaingia kwa maji. Kama hujawahi ingia kwa maji, elewa wewe hujawahi batizwa. Elewa ya kwamba wewe hujawahi batizwa. Na ndio Paulo anawauliza, nyinyi ni sawa, mulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Ni kweli kabisa, mulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Yes. Haya, nyinyi mulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Yohana alibatiza kwa maji mengi. Siuendelee kusoma andiko. Inaendelea kusema, ndio. Paulo akasema, nini? Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Yohana huyu alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wafanye nini? Wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Angalia, akawaambia alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiambia watu wamwamini yeye atakayekuja. Endelea kusoma. Nani? Yesu. Endelea kusoma. Waliposikia haya, watu walipohubiriwa tena, wakabatizwa kwa jina la Yesu. Wakabatizwa mara ngapi? Mara mbili, si ndio? Ndio mwalimu. Ya kwanza walibatizwa na hawakuwa na Roho. Kuna uwezekano umebatizwa lakini vituko unafanya ni kama hujawahi mjua Yesu. Sasa Paulo alipata hawa watu, ni kweli wamebatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, lakini hawakuwa na Roho. Ilibidi wahubiriwe tena na wakabatizwa mara ya pili. Kwa hivyo point tunapata ya kwamba kumbe mtu anaweza batizwa mara ya pili. Kama ulikuwa umebatizwa, uende umebatizwa pasipo kujua ukweli, na wakati unajua ukweli unaruhusiwa kubatizwa tena. Bible inakubali. Kuna makanisa ambayo wamekazia watu breki, wanasema kwamba atukibatizwa mara ya pili utakuwa mwenda wazimu, ukibatizwa mara ya pili utakufa. Hiyo ni uongo. Inalingana wewe ulibatizwa kwa sababu gani. Ndio watu wabatizwe, ni nini kinahitajika? Ndio mwalimu. Situende kitabu ni cha Marko 16:15. Kitabu ni Marko 16:15. Mstari wake wa 15 inasema, ndio. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio watu wabatizwe. Ya kwanza ni Injili inahubiriwa kwa kila kiumbe. Aaminie. Endelea kusoma. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo Yesu ameweka wazi ndio watu wabatizwe.
ya kwanza wanahubiriwa, wanapohubiriwa wanaamini injili ambayo walihubiriwa, alafu ndio wanabatizwa. Kuna watu wana tabia ya kuambia watoto wadogo, unajua kesho unabatizwa. Alisikia nini? Alihubiriwa nini? Kuna watu wana tabia ya kwamba anaambia, unajua wewe hujabatizwa, twende ubatizwe. Ni nini amesikia ndiye abatizwe? Ndio unaona watu wengi wamebatizwa, lakini vituko wanafanya ni kama hawakuwahi mjua Yesu. Na ndio Mungu anasema ya kwamba injili ihubiriwe kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa huyu Yesu ambaye anasema watu wabatizwe, swali, yeye alibatizwa? Twende kwanza wa Filipi 2 aya yake ni ya 5. Twende hapo kwanza, wa Filipi 2 aya yake ni ya 5. Kitabu ni wa Filipi 2 mstari wake ni wa 5. Biblia inasema, ndio, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia wapi? Ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo lazima sisi tukue na nia ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo. Kama nia ya Yesu alibatizwa, ni sawa. Yesu alibatizwa. Wakristo wote wanapaswa kubatizwa. Ndio tunauliza swali, Kristo alibatizwa ubatizo gani? Maana leo watoto wanabatizwa. Kuna watu wengi sana wamebatizwa wakiwa watoto. Jambo la pili, kuna watu ambaye wajahubiriwa, waliambiwa tu tuende tukabatizwe. Ndio swali tunauliza, Yesu mwenyewe anaambia wanafunzi wakahubiri, alafu watu wabatizwe. Yeye mwenyewe alibatizwa? Kitabu ni cha Mathayo. Tuulize Yesu. Mathayo 3 aya yake ni ya 13. Ni Mathayo 3 aya yake ya 13. Inasema, Biblia inajibu inasema, ndio, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Yesu alitoka kutoka Galilaya mpaka Yordan, soma, kwa Yohana ili abatizwe. Yesu akaja kwa Yohana aweze kumbatiza. Twende. Lakini Yohana alikataa, alitaka kumzuia. Yohana akataa kuzuia Yesu azibatizwe. Twende. Akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Ni swali anamuuliza Yohana, anauliza Yesu, mimi nahitaji